All right, all right. Welcome back again. This is James sitting today on the set with Mr. Didier, the Wisdom Guy. We want to welcome you again to the channel today. And behind the camera is Mr. Nice. So, Mr. Didier, you're welcome to the show. Thank you. So, kufatana mambo ambayo imeendeka ambayo inaendelea hapa mnani country wala mwingine. So, Marekani, we una mawazo gani kuhusu mambo ya executive orders ambazo president amesign? Unasema nini? Kwanza watu wajilinde kwa amani yao wenyewe. Mtu yote mwenye anajali kama mkimbizi ajikaze, asibishane na sheria ya Marekani. Kama unaishi humo, hakikisha unaishi sawa sana utawala yenye iko sahihi, na watu wenye liko na kurudishiwa wale wenye kwanza zaidi sana wale wenye walifanya makosa makosa gani? Ukisema sema makosa, ni makosa kama makosa gani? Yani kama unaishi Marekani, unajua haujazaliwa Marekani, unanielewa? Ndio kazi uishi kwa kuilinda sheria, kwa mtu wote mwenye anajua kuzaliwa kwanza Marekani maanisha na vitambulisho vya kumwakilishia akae Marekani 100%. So atokuwe na vitambulisho, lakini ukivunja sheria watakurudisha. Uko na vitambulisho, unajua kulishapitiza muda, watakurudisha. Hatujaendelea mbele sana, na nataka niulize, kuna kosa mtu ambaye anaweza kafanya ambaye hawezi kumrudisha kwao? Kosa inaweza kaachwa usirudishwe kwenu. Ndio kuna kutukanana, ile inaweza acha usirudishwe. Kuna kulipa deni zinaweza acha usirudishwe. Tiketi za kimbiza gari zinaweza acha pia usirudishwe. Alafu kosa gani ambazo unaweza kufanya alafu nashikuta umesharudishwa kwenu nyumbani? Kosa ambazo zinaweza zikaachwa na kurudishwa nyumbani hata kama ulikuja na dokumenti zote kabisa. Saa kwanza ubakaji, yani ukishapewa kabisa kesi ya ubakaji, muombe tu usaidie uimalize kwa salama, vinginevyo ili kwanza ni safari kwa kurudi nyumbani. Ya pili, wizi. Ukijua ni mwizi kabisa, yani mkaba, unafanya fraud, yani utegemee tu muda wote wakisha kuweka ndani na ni safari ya kurudishwa nyumbani. Ingine kupigana, unaamka asubuhi umekunywa pombe umepigana, leo unapigana, kesho unapigana, ishakuwa zaidi ya mara 3, wala umefanya kitu kikubwa zaidi, ni criminal. Hiyo pia inaweza kurudisha nyumbani. Unatembeza gari umekunywa pombe, yani umelewa kabisa, ile nani kosa kubwa, inaweza kurudisha nyumbani. Na ingine umeua mtu, yani unamiliki silaha bila yani serikali kujua, na hata kama serikali inafahamu una silaha na yani unaoa mtu kizembe, hiyo pia ni kesi, inaweza kukurudisha. Na kuna hizi zingine unaenda unafanya makosa ya kutishia mtu maisha, pia ile na inaweza acha unarudishwa nyumbani. Kuna ingine ya kupiga mtoto zaidi ya mara 3, mara 4 umeshtakiwa, utanyang'anywa watoto, na ukibaki mtaani unaendelea kufanya ngine makosa, utarudishwa. Kwa makosa ni nyingi tu zenye ziko hapo, yani zinatayarishiwa, zinaweza sababisha unarudishwa nyumbani. Ya maana tu ni kuishi chini ya sheria ya sasa ya mzee wetu Trump. Asante sana. Nauliza nyingine, kwa mfano huko kwako nyumbani na sare tu na vitambulisho vyako wala hauna vitambulisho, kwa mfano tu, alafu usikie mlango wako umegongewa, unauliza nani huyo? Nakwambia mimi ni mtu fulani fulani, natoka kwa department ya ICE wala nini. Ni vitu gani ambavyo unastahili kufanya ukirespond wala ukiwajibia wale watu ambao wamegongea mlango? Ukishajikuta uko na documents zako zote, unamwambia tu
aje dirishani, unamuonesha. Ukishamuonesha na anakuonesha kama nyingine document yote anakuonesha, na hapo mnamaliza, na haina haja ya kufungua mlango. Ukifungua mlango ndio utakayejikuta unajiweka kwenye matatizo ambayo utashinda kuyamaliza baadaye. Asante sana, shukrani. Na ulizo lingine moja ambayo inaweza kuwa ya mwisho, ulizo ya mwisho. Kwa mfano umejikuta umeenda labda sokoni, umesahau vitambulisho vyako, ila una vitambulisho vyako nyumbani, alafu wale watu wanani wa ICE wanakuja na approach, wanasema tunakupeleka. Kwa kweli hauna cha kujitetea eti mimi na vitambulisho, kwa sababu hao wanataka kuwa na vitambulisho, watakusikia maneno yao. So kuna uwezekano wote mtu mwingine anaweza kukupelekea vitambulisho vyako kwenye detention center zao. Ndio, ukishachukuliwa, kwa sababu hiyo ni serikali, wakikuchukua lazima kwa ukubali. Wakishakuchukua, ukifika kwenye detention, unampigia mtu wa karibu, familia, marafiki, naenda nyumbani na kuchukulia dokumenti zako, na kishazi kuchukulia huko, kishazi check, wanaziangalia vizuri kabisa, unamaliza, wanakuachilia. Lakini ni ya maana sana kutembea na dokumenti zako zote. Una passport ID, green card, social security. Tembea na vitambulisho vyako vyote vya kuonesha kama unaishi Marekani. Asante sana, nawashukuru tena sana kwa sababu unaendelea kutufuatilia channel yetu ambayo inaitwa The Shadows. Leo nimekuwa na Didier na cameraman wetu